sababu ya hivi ile mawasiliano ya uongo wamejawa na uongo. wewe umetikiwa mafuta na haipo Ukiwa mtiliwa mafuta wewe unaweza kuenda tangana na moyo kuna mambo unakoisha nayo. wewe umetikiwa mafuta Ukiwa mtiliwa mafuta wewe unaweza kuenda tangana na moyo mambo unakoisha nayo. kaina kusisa ona ni wewe nitakuwa mambo Wakati kuangalia maana unafaa kubeba mando. lakini lazima uondokee kitu fulani Ndio ndio kinyawa kiasi ni tasa lakini ameambiwa ni kwa ajili ya ujauzito atakao upata asije akalewa asije akala kitu kinajisi maana kwa kukula kitu kilicho najisi atakuwa anajinajisi na kunajisi kile amebeba. Kuna watu wako na huduma kubwa lakini wameinajisi. Mimi sijui naongea na nani hapa, labda ni mtu mmoja naongea na yeye. Samsoni ameteuliwa, tunaingia kwa habari za Samsoni. Haleluya! Ameteuliwa kutoka kuzaliwa kwake. Na kama niingie kwa kuzaliwa kwake, elewa kuna wito mara tatu. Wito wa kwanza, mtu anazaliwa akiwa tayari ameitwa. Jeremia anaambiwa hata kabla haujazaliwa nilikujua na nikakuteua ni kwa ajili ya kuwa nabii wa mataifa. Kuna wengine hawakuzaliwa nayo but they were called. Mtu kama Petero hakuzaliwa mtume, alikuwa fisherman, lakini Yesu akitembea, haleluya, Yesu akitembea akakuta Petero anavua samaki, lakini Yesu akaona ninafaa kuita huyo mtu aingie kwenye utumishi. Petero akaitwa, akuzaliwa na wito. Na wengine wenu mko hapa unasema kwetu hakuna mtu ashaikuwa nabii. Naomba Yesu akakuite leo abadilishe hiyo pattern ya kwenu. Hata hakuna mtu ashaoinuka, ninaomba ukateuliwe ni kwa ajili ya mambo makubwa ya jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kuna watu wengine ambao sasa hawajaitwa lakini wako na tamaa ya kitu fulani. Paulo akiongea anaambia wafuasi wake, imitate me as I imitate Christ. Yani anatabia yeye mfanye vile ambavyo mnaona nikifanya. Nono na kwa nikono Kristo mika. Sababu mimi nafanya vile Kristo anafanya. Kumbe ando matikia maapostolo. Kwa hivyo kuna watu walifanyika mitume. Tia ilimeti kwenye kai. Sio kwa kuwa waliitwa na Mungu. Tia ilimashaka na apostolo. Kwa walizaliwa mitume. Ili mashaka sikimikila ya Paulo. Matika. Lakini waliangalia matendo ya Paulo wakakuwa mitume. Sema haleluya. Haleluya. Sasa sijui uko wapi. Sijui uliitwa wakati ulikuwa kwa tumbo la mama yako. Sijui uliteuliwa na pia sijui kama uliimitate. Haleluya. Ingia kwa maandiko. Nisomee katika kitabu cha The Same Book, Judges, chapter number 14, verse number 1 to number 3. Waamuzi 14 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Samsoni akateremkia Timna. Samson akateremka upande wa Timna. Akaona mwanamke huko Timna. Akaona mwanamke
mwanamke katika mtaa wa Timna, mojawapo wa binti za Wafilisti. Sikiza hapa kwanza. Tayari ile mimba ambayo ilichukuliwa na yule mwanamke ishazaliwa, na aliyezaliwa ni huyu Samsoni ambaye baba yake isetubi, ambaye baba yake akunywa mvinyo for the sake of kile amebeba. Mamake akukubali kunyoa huyu kijana, ni kwa maana yalikuwa ni masharti ya malaika wa Bwana. Sasa saa hii kijana ambaye sasa ameanza kukomaa, ameanza shughuli za kutembea. Saa hii tukiongea ako mtaa unaitwa wa Timna. Haleluya. Mtu ambaye aliitwa ili aanzishe ukombozi wa watu wa Mungu kutoka mikono ya Wafilisti. Sasa agenda sio kukomboa lishe. Alipoteremka Timna, kulienda namna gani? Kisha akapanda. Tuanze mstari wa kwanza. Samsoni akateremka Timna, akaona mwanamke huko Timna, mojawapo wa binti za Wafilisti. Yani aliteremka mtaa wa Timna, na akiwa a man of God, kile aliona ni mwanamke wa watu wa Wafilisti. Ukaenda na makao. Kisha akapanda. Akawaambia baba yake na yani aliona msichana na akarudi kwao, akaenda kuambia wazazi, wewe mzae mape, nimeona msichana wa kule kwa Wafilisti. Akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, nimeona mwanamke huko Timna, mojawapo wa binti za Wafilisti, mojawapo wa mabinti ya Wafilisti. Basi mnipatie nimuoe. Yani anasema munipee huyo msichana akuwe bibi yangu. Listen, huyu mtu akuzaliwa aoe, alizaliwa aokoe. Haleluya. Lakini sasa katika kutembea kwake ameenda kwa wale watu ambao ni maadui wa taifa la kwake, na akiwa kule akaona mwanamke na anataka kumuoa. Kukaendaje? Mstari wa 3. Ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, ndipo wazazi wake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako? Yani umezunguka area hii hautapata mtu wa kuoa huku kwetu, ndio maana umeenda kwa Wafilisti. Hao katika jamaa zote hata uende kumwoa mwanamke hao Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akamwambia baba yake, unipatie huyo, kwa maana ananipendeza sana. Sikiza, kuna mahali katika maisha tunaingia mambo ya kidunia sasa. Kuna stage mtu anafikana unakuta aamiliki. Inaitwaje? Kuna stage inaitwa ya adolescence. Ile mtoto akifika anaonaga anatoshana na baba yake, anaonaga anatoshana na mama yake. Vile vile katika ulimwengu wa kiroho ndivyo kulivyo. Kuna stage inafikana unakuta mshirika aoni pasta wake kama pasta. Nishike vizuri. Labda uko kwa adolescence ya kiroho. Sema haleluya. Yani unakuta mshirika ni huyu, lakini akiangalia badala ya aone yule mchungaji aliyekuwa anaona, anaanza kuona kijana. Na hiyo ndio stage ambayo shetani ukamata washirika wengi. Hai? Kuna mtu anaongea na yeye? Kuna stage inafikanga unakuta mama ndio yule alikuwa na heshima zake, lakini akiona mchungaji akaniambia anasahau there was a time this man of God stood with her, this man of God stood with him. Na ninawaombea Roho Bwana akawamukishe hiyo stage ya uadolescence wa kiroho, usije mkapanga katika hiyo stage kwa jina la Yesu. Haleluya. Kijana ameitwa na wazazi wake akaambiwa, tafadhali huku area hii hakuna mtu mwenye umeona ambaye unaweza ukaoa kijana. Yani kibwana chao kilio mtume wewe ndio mtu ungambita takila kiende kitu haki kidogo wewe
kichwa kabisa. Akaambia wazazi wake, huyo msichana ndiye ninataka, na huyo ndiye nitaoa. Akawa msichana. Sababu ya wakati sitawasomea maandiko, nitahubiria. Sasa baada ya kuwa msichana, kuna kipindi kilifika ukakuta msichana ako kwao. Haleluya. Amen. Haleluya. Ukakuta msichana ako wapi? Sasa Samsoni akamwelea, na sababu hakuwa na baraka za wazazi. Ni vizuri kuwa na baraka za wazazi wa kimwili na wazazi wa kiroho. Haleluya. Huyu kijana wazazi wake hawakupenda akioa huko. Hello. Lakini sababu alitamani sana na akaambiwa siongeoa huku, akasema hapana, ninataka huyo. Wazazi wake wakamwacha. Hata kuna mahali inafikanga, listen to me. Kuna mahali inafikanga unakuta yale mambo umefanyia mzazi wako amechoka na wewe. Haya. Haujafika hiyo kwa? Ni kweli. Kuna bahati kama hujaifika.